Niliruka kuelekea kwenye ule ufa, lakini shoka la mwenye nyumba lilipasua ukuta inchi chache tu kutoka kwenye shingo yangu. Mwenye nyumba hakuwa akitazama tu ule ufa, alikuwa akicheka kicheko kilichosikika kama mbao zinazovunjika, akisema hakuna anayetoka chumba namba 7 akiwa mzima. Nikiwa nimeganda kwa hofu, nilimwona yule pacha wangu akisogea nyuma ya mwenye nyumba. Sura yake sasa ilikuwa imekamilika. Alikuwa anafanana na mimi kwa 100% hadi kovu langu la utotoni. Acha nimuue mwenyewe, yule pacha alisema kwa sauti yangu kabisa. Alichukua lile shoka na safari hii macho yake yalikuwa mekundu kama moto wa kuzimu. Alipoinua shoka kunimaliza, nilikumbuka kile kisu cha mfupa nilichopewa na Suleiman. Bila kufikiri, nilitupa kisu kile kupitia ule ufa, kikimlenga yule pacha kifuani. Kisu hakikumchoma, badala yake kilifyonzwa na kifua chake. Ghafla, yule pacha alianza kupiga kelele na mwili wake ukaanza kugeuka kuwa simenti ya kijivu mbele ya macho yangu. Umeharibu kila kitu, mwenye nyumba alifoka kwa hasira, akigeuka kunitazama kwa macho yaliyojaa giza tupu. Nyumba nzima ilianza kutetemeka kama tetemeko la ardhi. Mlango wa chumba changu cha kweli ulifunguka kwa kishindo na kitu kikubwa chenye mikono mingi ya kivuli kikaanza kuingia ndani kuchukua kile kilichobaki. Je, huyu ndiye mmiliki wa kweli wa chumba namba 7? Baraka atafanikiwa kutoroka wakati yule kiumbe mwenye mikono mingi hakuja kuniokoa, alikuja kuchukua kodi ya mwisho, roho yangu. Mwenye nyumba alianguka magoti akilia, Bwana, nimekuletea mwingine, usinichukue mimi. Lakini kile kivuli hakikuwa na huruma. Niliona fursa, wakati kile kiumbe kikimvuta mwenye nyumba ndani ya giza la sakafu, ule ufa wa ukuta ulianza kutanuka. Niliingiza mkono wangu mmoja nikitafuta upande wa pili. Nilihisi kitu cha moto kikanishika mkono. Alikuwa ni yule pacha wangu wa sumenti aliyekuwa akivunjika vipande vipande, akijaribu kunivuta nishuke naye kuzimuni. Kama mimi sipo na wewe hupo, alipiga kelele kwa sauti yangu iliyopasuka. Ghafla, niliona kitambulisho cha Suleimani kikidondoka kutoka kwenye mfuko wangu na kuanza kuwaka moto wa ajabu. Moto ule haukuunguza karatasi, uliunguza kuta za chumba kile. Kiumbe cha kivuli kilipiga yowe la maumivu na kurudi nyuma, kikiniachia mkono wangu kwa sekunde moja tu. Nilitumia nguvu zangu zote na kujisukuma kupitia ule ukuta. Nilianguka kwenye sakafu ya chumba changu cha kweli, lakini nilipotazama mikononi mwangu, sikuwa na vidole vitano. Mkono wangu ulikuwa umeanza kugeuka kuwa sumenti ya kijivu kama ya Suleiman, na mlangoni kulikuwa na sauti ya kugonga. Gonga, gonga, gonga. Baraka, fungua, ni mimi, rafiki yako wa karibu. Je, huyo ni rafiki yake kweli au ni mtego mwingine wa chumba namba 7? Na je, Baraka anaweza kuzuia mwili wake usigeuke jiwe? Mkono wangu ulikuwa unageuka kuwa sumenti na sauti iliyokuwa ikinibembeleza mlangoni ilikuwa sauti ya rafiki yangu aliyekufa mwaka mmoja uliopita. Rafiki yangu Musa aliniita kwa jina langu la utotoni, jina ambalo hakuna mtu mwingine mjini hapa alilijua. Fungua kaka, nimekuletea dawa ya mkono wako. Nilitaka kufungua, lakini nilikumbuka onyo la mwisho la Suleiman. Nyumba hii itatumia upendo wako kukuua. Nilichuchumaa na kuchungulia chini ya mwanya wa mlango. Nje hapakuwa na miguu ya binadamu. Kulikuwa na kuta za simenti zilizokuwa zikiyeyuka na kutiririka kama uji wa kijivu kuelekea ndani ya chumba changu. Baraka, usidanganyike. Sauti ya Suleiman ilisikika ikitokea ndani ya ule mkono wangu wa simenti. Ghafla, kiganja changu kilipasuka na kutoa jicho moja la kijani lililoanza kunitazama. Jicho lile liliniashiria kuitazama kuta ya chumba. Ile damu ya awali ilikuwa imeandika ramani ya siri ya kutokea kwenye jengo hili la laana. Niligundua kuwa mlango sio njia ya kutokea. Njia pekee ilikuwa ni kuvunja sakafu pale kile kivuli kilipozama. Nilichukua shoka la yule pacha, nikaanza kupiga sakafu kwa nguvu zangu zote, lakini sakafu haikupasuka. Badala yake, ilianza kutoa sauti ya maumivu na damu nyeusi ikaanza kuruka kila nilipopiga. Unaniua baba, sauti ya kitoto vikalia chini ya sakafu. Je, Baraka anaua mtoto asiye na hatia au anapambana na moyo wa nyumba hii? Nilipovunja sakafu kwa shoka, sikukuta udongo. Nilikuta moyo mkubwa wa binadamu kidunda na kuunganishwa na nyaya za umeme za jengo zima. Moyo ule ulikuwa na jina langu limeandikwa kwa mshipa mmoja mwekundu. Sauti ya yule mtoto ikasema, karibu ndani baba, tulikuwa tunakusubiri urudi kurekebisha pampu yetu.
Ghafla, kuta za chumba zilianza kusogea kuelekea katikati, zikijaribu kunisukuma ndani ya ule ufa wa moyo. Mkono wangu wa simenti ulianza kuwaka moto wa kijani, ukijaribu kuniongoza kukata mshipa mkuu. Ukikata mshipa huo, kila aliyenaswa humu atapotea milele, pamoja na wewe. Sauti ya mwenye nyumba ililia kutoka kwenye kona ya dari. Alikuwa ameshikiliwa na nyaya kama mdugu kwenye utando wa buibui. Nilipoinua shoka kukata ule mshipa, moyo ule ulipasuka na kutoa sura ya mama yangu aliyefariki miaka 5 iliyopita. Baraka, usiniue tena, alinong'ona kwa sauti iliyojaa huzuni. Lakini jicho la kijani kwenye kiganja changu lilinionyesha ukweli. Haikuwa mama yangu, bali ni kiumbe chenye meno mengi kikijificha nyuma ya sura yake. Nilikata mshipa ule kwa nguvu zangu zote. Jengo zima lilitoa yowe la maumivu. Umeme ulilipuka na kila kitu kikaanza kuyeyuka na kuwa vumbi la kijivu. Nilihisi nikianguka kwenye shimo refu lisilo na mwisho. Nilipozinduka, nilikuwa nimelala nje ya nyumba ile nikiwa nimeshikilia kitambulisho cha Suleiman. Lakini nilipotazama kile kitambulisho, picha iliyokuwepo haikuwa ya Suleiman tena, ilikuwa ni picha yangu. Je, Baraka amebadilishana maisha na Suleiman? Je, ameshinda au amenaswa kwenye mtego? Nilidhani nimeponyoka, lakini nilipotazama kioo cha simu yangu, sura iliyonitazama haikuwa yangu, ilikuwa ni sura ya mwenye nyumba akiwa kijana. Kila kitu kilibadilika. Nguo nilizovaa zilikuwa za kizamani, na mkono wangu wa sumenti sasa ulikuwa na ngozi laini ya kitajiri. Niligundua nilichokifanya, nimechukua nafasi ya mwanawe. Niligeuka kuitazama ile nyumba. Haikuwa gofu tena, ilikuwa mpya, safi na yenye rangi ya kuvutia. Juu ya mlango kulikuwa na bango, karibu mpangaji mpya, chumba namba 7. Ghafla, teksi ilisimama mbele ya geti. Kijana mmoja alishuka akiwa na begi lake, akitafuta chumba cha bei rahisi. Alikuwa anafanana na mimi nilivyokuwa mwezi mmoja uliopita. Nilitaka kumzuia, kumwambia akimbie, lakini mdomo wangu ulitoa sauti ya kizee. Karibu kijana, chumba hiki ni bei rahisi sana kwa mtu kama wewe. Niligundua kuwa laana ya chumba namba 7 haifi, inahama tu. Mimi sasa ndiye mwenye nyumba mpya na nitalazimika kumlisha mwanangu aliyoko ndani ya kuta hadi nitakapoingia kaburini. Nilipomkabidhi funguo, niliona kiganja chake. Kilikuwa na alama ya ufa wa kijivu. Suleimani hakuwa amepotea. Suleimani ndiye alikuwa anakuja kuchukua mwili wangu na mimi nimechelewa. Siku hizi ukiona chumba cha bei rahisi mjini, kichungulie vizuri, maana huenda mimi nitakayekukabidhi funguo na hutaondoka ukiwa hai. Huu ndio mwisho wa chumba namba 7. Je, ungeingia kama kodi ni bure? Share simulizi hii na rafiki yako anayetafuta chumba sasa hivi na umuonye. Usisahau kufollow kwa simulizi nyingine kali ya kusisimua.